osho wakamba mweyataiwe. Kila mtu akisema Bwana asifiwe ufikiria ameokoka. Usifikirie umeokoka kwa sababu unasema Bwana asifiwe. Kuokoka si kusema Bwana Bwana. Yesu akasema, akatupatia hii honyo, lakini Biblia inasema tutakuwa na macho na tutaona. Wakati huu kuna ugonjwa imekuja. Hello, amen. Ya, mimi ni mwalimu wa Biblia. Amen. Ya, kuna namba ilisikika itakuja ambao kila mtu atapokea 666. Na Biblia inasema kanisa itanyakuliwa. Kanisa itanyakuliwa kabla hiyo namba haijaingia. Na maandiko mkiangalia kuna system inakuja. Hautahudumiwa dunia hii kama uko katika hiyo mnyama. Hauko katika hiyo system, hautahudumiwa. Na 2022 muone. Yesu Kristo hayuko mbali kunyakua kanisa. Ndio maandiko yanasema hivi, si kila mtu anasema Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni. Hello. Amen. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye juu mbinguni. Unaweza kusema Bwana Bwana na utaingia. Kwa sababu gani? Haukufanya mapenzi ya Mungu. Katika hii harusi nataka niongee mapenzi ya Mungu ni nini. Amen. Hawa ni wanawari, ni Wakristo wote tunamngojea Yesu Kristo. Lakini kuna wale hawana mafuta na kuna wale wako na mafuta. Mafuta ni nini? Mafuta ni nini? Wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, tunasema alijazwa na Roho Mtakatifu. Alijazwa na Roho Mtakatifu wakati alimwagiwa mafuta. Mafuta katika Biblia inamaanisha nini? Mkiangalia mafuta mahali yote iko, Mungu alikuwa anafurahia akiona mafuta, akisikia harufu. Hata kama ni mnyama umechomwa, Biblia inasema mafuta ikichomwa, Mungu alikuwa anasikia harufu mzuri. Amen. Amen. Mbemba ndiko nasema Mungu anasikia maombi ya mwenye haki kama manukato. Wacha niwaambie Wakristo mlio hapa siku ya leo, kama wewe ni Mkristo, naongea na Wakristo. Kuokoka si kusema Bwana asifiwe. Kuokoka si kuenda kanisani. Kuokoka si kukuwa mchungaji. Kuokoka si kukuwa bishop. Yesu anasema wengi wataniambia siku hiyo, Bwana Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako. Kwa jina lako tukatoa pepo, na kwa jina lako tukafanya miujiza mingi, mambo mingi. Kizungu anasema wonderful works. Nilifungua makanisa nyingi, nilikuwa bishop wa South Nyanza, Derek. Hizo ni kasi mbele ya Mungu. Siku ya hukumu ataniambia ondoka, sikukujua. Kumaanisha nini? Kutoa pepo katika jina la Yesu Kristo ni mzuri, lakini si mapenzi ya Mungu ile inakufanya kuingia mbinguni. Kuingia kule Nyanza wanasema ndo nzuri. Ni kweli? Kuingia. Kisii wanasemaje kuingia? Kosoa. Kwa lazima kuingia. Tonya. Hautaingia mbinguni. Yes, unaweza toa pepo, unaweza funga mapepo katika jina la Yesu Kristo. Yes, ni mzuri. Hata kutoa unabii ni mzuri. Kufanya miujiza ni mzuri. Lakini si mapenzi ya Mungu ya kufanya mtu aingie mbinguni. Hii Yesu akatuambia tutakuwa na masikio na tutasikia, na macho na tutaona. Inamaanisha nini? Tuko na macho lakini kwa giza, hata kama una macho uoni. Tuko gizani, Mungu ni ya giza, ni ulimwengu wa mwisho. Amen. Amen. Nani ataingia mbinguni? Kuokoka ni nini? Kama mwalimu katika chuo chetu, kama wewe si mchungaji huwezi ingia. Na si rahisi kufunza mchungaji neno la Mungu kwa sababu kila mchungaji anajua. Amen. Hata mimi nilikuwa mchungaji kabla sijaokoka. Nimepeleka watu wengi jehanamu nikifikiri nimeokoka. Hello, amen. Kwa mfano, siku hizi hatufanyi watu kwa watakatifu. Biblia inasema Yesu Kristo atakujia watakatifu. Ndoa ikuwe watakatifu. Kwa nini nataka kuhubiri utakatifu kwanza? Kwa sababu mwenye dhambi Leonard akioana na mwenye dhambi Lydia, hii ni ndoa wenye dhambi, si ndoa takatifu. Lakini kama Mathayo anaitwa mtakatifu, Luka mtakatifu, Leonard mtakatifu, Lydia mtakatifu, wakioana, hii ndoa itakuwa na matumaini. Amen. Lakini watu wakui watakatifu. Siku hizi ile wokovu tuko nao tunahubiri inakufanya unakuwa mwenye dhambi mzuri. Nilikuwa mwenye dhambi mbaya, nikaokoka, nikakuwa mwenye dhambi wa kanisa. Hey, amen.
Uliza mwenzako katika jina la Yesu Kristo. Uliza mwenzako ule umekaa na yeye. Wakati uliokoka ulifanyika mtakatifu ama ulifanyika mwenye dhambi mzuri? Amesema mwenye dhambi mzuri. Hello. Hiyo ndio nataka kuongea. Wewe ni mwenye dhambi mzuri wa kanisa ama wewe ni mtakatifu? Sodoma na Gomora ilichomeka. Kwa sababu gani Sodoma na Gomora ilichomeka? Abraham aliuliza Mungu, je, ukipata wenye haki 10, watakatifu 10 Sodoma na Gomora, je, utaadhibu? Mungu akasema nikipata wenye haki 10, watakatifu 10 katika Sodoma na Gomora, nitahifadhi hiyo miji. Mungu hataki wenye dhambi wazuri. Mungu anataka tu wenye haki watakatifu. Ndio mkasikia Biblia inasema hiyo njia ni nyembamba. Sodoma na Gomora walipatikana 4. Wakati wa Noa, Biblia inasema Noa alikuwa mwenye haki machoni pa Mungu. Noa alikuwa mwenye haki, walikuwa 8, hawakufika 10. Je, leo hii jiulize, wewe baada ya kuokoka ulifanyika mwenye dhambi mzuri ama ulifanyika mtakatifu? Kwa sababu Yesu Kristo ako karibu kurudi. Watakatifu watanyakuliwa, hawatapata ile chapa ya 666. Tunafanyikaje wenye haki? Mimi kama mwalimu nimechunguza Biblia. Hakuna mahali pameandikwa hivi. Wachungaji wale wako hapa, tafadhali mtanivumilia, mimi ni mwalimu wenyu. Hakuna mahali kwa Biblia amesema mtu aombewe hii maombi. Sema nyuma yangu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekuja mbele zako. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Nimeacha dhambi. Nani katika jina la Yesu Kristo. Yaani makofi ameokoka huyu. Hiyo ombi imeandikwa wapi kwa Biblia? Kama uliombewa hiyo ombi, angalia wewe si mtakatifu, ulifanyika kwa mwenye haki, mwenye dhambi mzuri. Kuna tofauti ya dini na kanisa. Dini utengeneza wenye dhambi wazuri. Wakati wa Yesu Kristo kulikuwa na dini ya Kifarisayo ambao walishika binti moja alikuwa amepatikana akizini. Wakati walishika hiyo binti kwa sababu alikuwa na dhambi kidogo. Dini inafanya mtu kwamba ukiwa na hiyo dhambi kidogo utaenda jehanamu, unafikiri umeokoka. Wakati walishika huyo binti wakampeleka mbele wa Yesu Kristo, hawakufikiria wako na dhambi, walifikiri wameokoka. Kama sisi leo wenye dhambi wazuri wa kanisa ni sisi watu wa dini. Then kwa sababu alikuwa na dhambi kubwa wakamshtumu kwa Yesu Kristo. Yes, Bwana, huyu amepatikana akizini. Katika sheria ya Musa inasema apigwe mawe. Yesu akasema yule anajua hana dhambi ya kwanza kumtupia jiwe. Kuna mtu alitu. Inamaanisha nini? Walikuwa na dhambi lakini hawakujua dhambi yao ni kubwa hivyo. Walishika watu wa dini inatufanya tukue wenye dhambi wazuri. Kama wewe ni mwenye dhambi bado unaenda jehanamu. Yesu akija saa hii ukiwa na dhambi inamaanisha hujaokoka kama utaenda jehanamu. Kuokoka ni hii. Na ni wachache. Na sihubiri hivyo muamini. Kwa sababu kitu watu wachache wale watapita njia nyembamba. Mungu akupatia neema, ulisikia na ukakataa, hautakuwa na excuse. Utatimiza maandiko ya wale Biblia inasema walisikia lakini hawatakuwa na excuse, hawatakuwa na sababu. Kama uko hapa na utakataa, hii ni rahisi sana. Usipokuwa kama mtoto mdogo, hauwezi kuelewa hii siri ya kukuwa mwenye haki. Usipokuwa kama mtoto mdogo, hauwezi kujua kuokoka ni nini. Angalia kama ushaombewa hiyo ombi, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Hata kwa television yako haujaombewa mara moja, kwa sababu haikukukamilisha, haikukufanya mwenye haki mtakatifu, ili kufanya kuwa mwenye dhambi wa dini. Amen. Wafikiri napigana wachungaji aje? Napigana wachungaji katika shule. Hey, amen. Yes. Mwenye dhambi uko na dhambi milioni, ukiwa na dhambi moja mbele ya Mungu ni mwenye dhambi. Na maandiko yanasema Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Mwimbaji akasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu.
Lakini watu wanafikiri wakati tunaambia Mungu hori baba shikara baba, Mungu mimi ni mwenye dhambi, nimekuja mbele zako, anafikiri Mungu anakusikia. Shetani anapiga makofi. Mwenye dhambi, Mungu mwenye dhambi ni wa nani? Ni wangu. Maandiko yanasema mwenye dhambi ni wa Shetani. First John chapter 3 verse 8 inasema mwenye dhambi ni wa Ibilisi. Amen. Mungu anasikia maombi ya wenye haki. Wenye haki. Mwenye haki. Mwenye haki ni nini katika hii harusi? Nikishikanisha wenye dhambi wawili hawa ni bure. Mungu ataniuliza, hii ndoa ilikuwa takatifu kama ilikuwa ndoa ya wenye dhambi? Amen. Sikizeni, nahubiria nyinyi wawili tu. Amen. Sikizeni vizuri. Vile tulifanyika wenye haki. Biblia inasema hivi, nasoma hiyo mstari alafu nimalize. Sikitaka sana kwa sababu hatujapewa wakati mwingi na serikali. Vile watu unafanyika wenye haki. Nisikizeni, tusome kitabu cha Wagalatia. Na kama uko na Bible henda ukasome na utafanyika nyinyi wote ni wenye haki. Hapa hakuna mwenye dhambi na nataka kuhakikishia na Bible. Pigeni Yesu makofi. Yeah. Yes. Yes. Maandiko yanasema watu wangu wataangamia kwa kutojua. Kama ujui naitwa, kama unijui naitwa Derek. Na kama sijui Mungu ananiita Mike. Kwa sababu nitakuwa nikisema Mike anaitwa, nasema si mimi. Si mimi. Mungu ashabadilisha jina letu kupitia msalaba pale Kalvari. Amen. Kuna vile Mungu anatuona. Biblia inasema tutembee kwa imani, tusitembee kwa kuona. Wapi? Angalieni hiyo Wagalatia 2 mstari wa 16. Wagalatia 2 mstari wa 16. Nataka mic moja tafadhali. Najua kusoma Kiswahili. Mstari wa 16. Mstari wa 16 inasema, hali twajua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria kuna mwenye mwili atakayehsabiwa haki. Patie, sawa. Patie mic. Sikizeni Bible. Biblia inasema hivi, nilikuwa nataka hakikishe. Lydia, nafikiri umesikia. Biblia inasema hali tukijua mwanadamu ahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Hapo ndio tu message yangu iko siku ya leo. Nisikizeni vizuri. Sisi nitatumia nani? Right. Mates, nasa taka moja. Yeah. Yes. Maid moja. Right. Moja tu. Hii ni siri. Sikizeni vizuri. Wakiwa wawili nani anakaa sheria? Kuna sheria na kuna imani ya Yesu Kristo. Kuna Yesu Kristo na kuna sheria. Sheria ilitangulia Yesu Kristo. Hello, ilikuja na Musa, alafu Yesu Kristo akakuja na wokovu. Mnawaona mkiwa hapo? Kama wasimame hapa. Kuja juu kidogo. Yeah. Kuja juu kidogo. Yeah. Huyu ni sheria. Huyu ni imani. Sikizeni vizuri. Biblia inasema huyu ni imani. Biblia inasema hali tukijua mwanadamu ahesabiwi haki kwa sheria. Sikizeni vizuri. Sheria inaambia mwanadamu nini? Nitunze. Ukinitunza utakuwa mwenye haki kupitia mimi. Kwa hivyo Biblia inasema nini? Hakuna mtu anaweza kuwa mwenye haki kupitia sheria. Sheria hauwezi kuwa mwenye haki kupitia sheria. Lakini siku ya leo watu wa dini inafunza watu mjaribu kuweka sheria, kutunza sheria. Lakini hii sheria ukivunja moja inakuita mwenye dhambi. Kwa nini unajitanga mwenye dhambi? Ni kwa sababu ya sheria. Kama ungekuwa na sheria ya kuvunja, haungejiita mwenye dhambi. Nisikizeni vizuri. Hivyo maandiko yanasema hivi, hali tukijua, kuja pande hii tena, hali tukijua mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Mungu aliambia mwanadamu, tunza hii sheria.
tunza hii sheria, na ukivunja utakuwa na dhambi. Kwa hivyo ni kwa nini si ujiita wenye dhambi? Ni kwa sababu ya sheria. Lakini Paulo anasema nini? Tunajua kwamba mwanadamu hawezi akahesabiwa haki kwa hii sheria. Si kama mnanielewa? Kama mnanielewa sema amen. Katika sheria matendo mazuri, hauwezi kuwa mwenye haki kwa sababu ya matendo mazuri. Ndio sababu watu naimba, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Sina wema wa kutosha kuosha dhambi. Hata nikitunza sheria, sheria unipea wema. Inamaanisha vile na kuna watu wafikiri nimeokoka kwa sababu niweka sheria, zikunyi zivuti bangi, siendi kunywa baa, lakini kale kaongo kadogo ndio kamebaki. Hiyo sote ni kwa sababu ya sheria. Lakini hii sheria nasema ukivunja moja inakuita mwenye dhambi. So Paulo anasema hatuwezi patikana tukiwa wenye haki kupitia hii sheria. Amen. Amen. Bali kwa nini? Sheria enda. Angalieni. Kwa hivyo sheria, lazima sheria tuachane. Hii sheria inatuita wenye dhambi. Paulo anasema hatuwezi patikana haki hapa. Sasa kuna Yesu Kristo. Kuna nani? Bali kwa imani ya Yesu Kristo. Nataka niulize Lydia, wakati Yesu Kristo alikufa msalabani, alikufanyia nini? Malizia dhambi. Yesu Kristo wakati alikufa msalabani, alikufanyia nini? Kutoka kwa? Amesema kutoka kwa dhambi. Damu ya Yesu Kristo iliosha nini yako? Dhambi. Amesema dhambi. Ni ukweli ama ni uongo? Yesu aliosha dhambi zako. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Ni ukweli. Amen. Sema Yesu alikuwa mwanaume. Keti tunataka nikiwa mwanaume. Wewe pita kidogo. Tena kidogo. Acha kwetu Yesu Kristo. Naenda kumaliza. Sema ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa nani mrefu? Wewe ni mrefu. Nataka yule anaonekana kidogo. MC huyu ndio amevaa kama Yesu. Huyo mwingine. Yes. Kuja. Yes. Yaani msimuite Yesu, ni mfano. Sasa ni Yesu tu lakini si Yesu ukweli. Sawa? Tuseme huyu ni Yesu Kristo. Yesu ulitumwa na Mungu huku duniani. Ni kweli? Ukuje kufa kwa sababu ya nini? Dhambi. Nisikizeni vizuri. Then nipe ile mic. Then Yesu Kristo wakati alikuwa msalabani, hatukuwa tumezaliwa, hatukuwa tumetenda dhambi, lakini Mungu alimpatia dhambi zetu zote. Mungu alimpea dhambi zetu zote huyu Yesu Kristo. Dhambi zetu ziliekelewa Yesu Kristo kwa sababu Mungu alitupenda. Sikizeni, ukisikia hii Leonard, ni wewe nimesema na Lydia, tuko pamoja. Then angalieni, Yesu akaenda pale msalabani na dhambi zetu, akasema imekwisha. Pale Kalvari yote ilikwisha. Kwa hivyo ndani ya Yesu Kristo kuna imani gani? Dhambi zetu uliosha. Kwa hivyo unaamini tuko na dhambi ama unaamini zilikwisha? Dhambi zilikwisha. Pigieni Yesu makofi. Then Leonard, dhambi zako zote kabla hujazaliwa Mungu alizipatia Yesu, akakufa msalabani. Yesu ndani yake anaamini uko na dhambi ama Yesu anaamini wewe ni mwenye haki kupitia imani yake anaamini? Anaamini ya kwamba sina dhambi. Amen. Lydia, Yesu Kristo wakati aliosha dhambi zako msalabani, Yesu ako na imani gani? Wewe ni mwenye dhambi ama wewe ni mwenye haki? Mwenye haki. Mwenye haki. Pigeni Yesu makofi. Sikizeni. Yesu anaamini ndani ya Yesu Kristo. Unaitwa nani? Steve. Yesu Kristo anaamini uko na dhambi, imani Yesu Kristo. Wewe ni mtakatifu kwa sababu aliosha dhambi zako. Yesu anaamini nini? Anaamini aliosha dhambi zangu. Imani ya Yesu Kristo. Amen. Sikieni. Sasa shida ni hii. Kuna imani mbili. Kuna imani iliyo ndani ya Leonard. Kulingana na matendo ya sheria kuja. Kulingana na sheria naweza simama basi. Kijana wangu. Kulingana na sheria akivunja anajiona ako na dhambi. Inua. Ako na imani mimi ni mwenye dhambi akijiangalia kupitia sheria. Lakini kuna imani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Normally in English we say I believe in Jesus. In Jesus. Ambia jirani yako we believe in Jesus. So ndani ya Yesu kuna imani.
inaita Leonard mwenye haki, kwa sababu Yesu ndo aliosha dhambi. In Jesus kuna faith, inamuita nani? Mwenye haki. Lakini in Leonard, ndani ya Leonard kuna imani, inamuita mwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya sheria. Hii inamuita mwenye haki kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani. So Biblia inasema hali tukijua Leonard hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. So Leonard, ukitaka kwenda mbinguni, ukitaka kuwa mwenye haki, unahitaji hii imani kuita mwenye dhambi, unahitaji ile imani iliyo ndani ya Yesu Kristo inakuita mwenye haki. Nahitaji imani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Haya ndio hii hapa. Hii imani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Sasa unaamini ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo amini. Hii imani iliyo ndani ya Yesu Kristo umeamini ikakuwa ndani ya Leonard. Leonard, wewe ni mwenye dhambi ama wewe ni mwenye haki? Kwa nini? Imani ya Yesu Kristo. Pigeni makofi. Yes. Yesu utamaliza kazi. Utaoshia Lydia. Leta tena. Ndani ya Yesu Kristo kuna imani inasema Lydia ni mwenye haki kwa ile kazi alifanya msalabani, ile ilimtoa mbinguni. Lydia, ndani ya Lydia kuna imani, ndani ya Yesu kuna imani inamuita mwenye haki. Lakini sheria kuja, sheria lakini Lydia akijiangalia, tuseme ndio hii, Lydia akijiangalia kupitia sheria, anaona dhambi zake kila siku. Shika, inua. Kwa hivyo kuna imani mbili zinapingana, vile najiona na imani ya Yesu Kristo. Maandiko nasema usitembee kwa kuona, tembea kwa imani. Ni kwa nini mwezi jita wenye haki? Ni kwa sababu shetani aliwadanganya mkuwa mnatembea vile mnajiona, badala kujiona vile Mungu anakuona kupitia Yesu Kristo. Mungu anasema hakuna mtu aendaye mbinguni kwake asipopitia kwa Yesu Kristo. Amen. Then Lydia, hii imani inakuita mwenye dhambi kwa sababu ya huyu sheria. Lakini kuna imani iko ndani ya Yesu Kristo inakuita mwenye haki. Ndio ingia mbinguni kwa mwenye haki. Unahitaji imani ya nani? Imani ya Yesu Kristo. Imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Ndio hiyo imani ya Yesu Kristo. Ndio hii. Ndio hiyo. Now she believes in Jesus. Naamini ndani ya Yesu. Imani ya Yesu Kristo ndio ishika. Weka kwa roho. Si Leonard yako kwa roho, ni Yesu. Amen. Leonard yako nje. Weka kwa roho. Weka kwa roho hapo. Yes. Hapo tushike kwa Lydia, wewe ni mwenye haki ama wewe ni mwenye dhambi? Mwenye haki. Kwa nini? Kupitia imani iliyo ndani ya Yesu. Kupitia imani iliyo ndani. Pigeni makofi. Haleluya. Na nataka niulize swali moja. Sasa mtanipinga nikiunganisha hao wamesema wamekiri na kinywa wao ni wenye haki kupitia imani ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema nini? Hali tukijua, nitasoma tena Wagalatia 2:16. Hali tukijua mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo. Amen. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili hii atakayehesabiwa haki. Amen. Pigieni Yesu makofi. Then swali moja tu niulize wale watu wamehudhuria ya harusi. Nyinyi ni wenye haki ama nyinyi ni wenye dhambi? Kwa imani ya nani? Amen. Basi mpigie Yesu Kristo makofi. Hii ndio kuokoka. Mwenye haki ndio ataingia mbinguni. Wakati Yesu Kristo atarudi, mwenye haki ndio ataingia mbinguni. Kama mmefanyika wenye haki pia na mmekiri kwa kinywa chenyu, kwa sababu mnaamini ndani ya Yesu Kristo, imani ya Yesu Kristo, sasa nitaunganisha hii harusi. Amen. Amen. Then wakati yule Yesu Kristo atarudi, nyinyi ndio bibi za Yesu Kristo. Nyinyi si wapumbavu. Mafuta imeingia. Roho Mtakatifu haizi ishi roho iko na dhambi. Roho Mtakatifu anaishi katika roho yenye haki. Na mmekiri nyinyi wenye haki, Roho Mtakatifu mko na mafuta ndani yenu. Kuna Wakristo aina mbili. Wale wataambiwa na Yesu Kristo ondokeni, hata kama walifanya miujiza katika jina la Yesu Kristo, wakatoa pepo katika, lakini hawakuwa na mafuta, hawakuwa wenye haki. Nataka niulize hivi, kipofu anaweza ongoza vipofu? Mwenye dhambi pastor anaweza ongoza wenye dhambi washirika waende mbinguni? Hey! Inawezekana. Mti mbaya uzaa matunda mabaya na mti mzuri uzaa matunda mazuri. Kazi ya dini
ni kukusanya tu sadaka. Macho yao ni matoleo. Hawahubiri vile watu wanaweza kuwa watakatifu. Unaona, unaweza ingia kwa dini ukiwa mwenye dhambi. Miaka nenda rudi mpaka siku ya leo umekuwa mwenye dhambi. Mtoto akiingia shule akiwa mjinga, anatokanga standard 8 akiwa mwerefu. Lakini mtoto aliingia akiwa mjinga, vile vile aliingia shule akiwa hivyo mpaka miaka 8 amekuwa mjinga hivyo hivyo. Hiyo si shule. Hao si walimu. Amen. Yes. Baba, Kisii tunahitaji wenye haki. Kisii tunahitaji wenye dhambi wazuri. Kisii tunahitaji dini, tunahitaji kanisa. Biblia inasema kanisa ni mkusanyiko wa watakatifu, si wenye dhambi wazuri. Tumefanyika watakatifu kupitia nini? Imani ya Yesu Kristo. Amen. Mwadhani yako isikisi aba gongwe yo Mwana Yesu wakwe. Yesu wakwe. Amen. Hiyo nimemaliza. Keti chini, kaeni chini. Yeah. Amen. Nyinyi ndio wale wanawali wenye busara. Wakati Yesu Kristo atakuja, mtapatikana mko na mafuta. Hata kama utakuwa umekufa katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu ni ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo, ukiingia ndani ya Yesu Kristo, hakuna dhambi zenyu. Dhambi zenyu zilikwisha. Nashangaa na waimbaji wa siku hizi. Wanasema niko ndani ya Yesu na burudika. Niko ndani ya Yesu. Baka naimba lakini unasikia riba baba. Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Ndani ya Yesu Kristo kuna dhambi zetu ama zilikwisha? Ukisema uko na dhambi uko nje. Biblia inasema sisi tulimwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki. Sisi wale tumemwamini Yesu Kristo. Mimi nikisema mimi ni mwenye haki, si mimi nimejiita, ni imani ya Yesu Kristo. Kama nikujiita ningejiita mwenye dhambi, lakini Yesu ameniita. Mama yangu aliniita Msomba. Si Msumba, Msumba na bibi. Msomba. Mama yangu aliniita Msomba. Hello, amen. Mpaka siku leo najiita Msomba. Na ni mzazi mtu wa dunia hii atakufa. Lakini Mungu muumba wangu akaniita mwenye haki. Mbona nisijiite mwenye haki? Naweza jionea haya. Hiyo jina nimeitwa na. Wale unasema sitaionea haya. Injili ya Bwana sita. Injili ni nini? Ni kuwa mwenye haki. Amen. Pingie kipindi cha harusi. Amen. Yeah. Kabla sasa ni wakati wa kushikanisha hii ndoa. Kama vile serikali imenipatia mafuta mamlaka, niko na cheti cha kushikanisha hii harusi. Yeah. Nataka kidogo, najua ilifanyikia pale, lakini nataka kila mtu wa witness. Mtu mmoja, mzazi mmoja, sana sana baba kama yuko. Wale wazazi baba wakuja hapa mbele, wa msichana na wa kijana. Tafadhali wazazi, jeni hapa mbele. Sana sana wazazi wa baba wa msichana na baba wa msichana na baba ya kijana. Simameni. Pia naomba Lydia, simama tu na kuomba usimame. Kidogo nataka mshuhudie kwa sababu sikuona pale vizuri kwa sababu nilikuwa nimesibwa na watu, nataka muone. Yes. Huyu ni msichana wako. Wewe baba msichana. Msichana songea tu kidogo. Tunasongea tu step moja kidogo. Depende. Shike mkono wako wa kuume. Shike mkono wake wa kuume. Wewe umekuja tu kuona akipewa. Amen. Kamera chukueni kwa sababu nataka hii kwa in case nikiitwa case kotini naweza simama. Nataka umkabidhi kijana msichana wako. Mpatie shipigeni picha, amemkabidhi. Shikilia mkono baba. Mzee shikilia kijana. Mumeona? Amempea. Kuna kitu chochote unaweza pinga kupea msichana wako? Mzee, kuna shida yote unaweza kataa msichana? Sema hawana. Sawa, ndeni mkae chini. Unaweza keti chini. Mkati chini. Yeah. Hiyo nilikuwa nataka ikuwe witness. Hiyo picha isikose ikuwe witness. Then wakati huu naomba kuja bibi harusi na bwana harusi wakuja wasimame hapa mbele. Si kama watatoshea, unaweza simama hapa. MC unaweza wa guide wakuja hapa mbele. Pigeni makofi tafadhali. Pigeni makofi.
Tafsiri Kiswahili na Kizungu ni ngumu. Sasa wakati huu umefika, nataka Leonard ufungue naitwa veil. Hakikishe, mwangalieni macho kwanza, mwangalieni macho. Haya. Ufungue, hakikishe ni yeye. Kama si yeye utuambie, naweza kwa baba ametubadilishia. Karibia Leonard, karibia mbele kidogo. Haya, hapo. Fungua. Haya, makofi. Tafadhali makofi. Yes. Ni yeye. It's a little bit funny. Angalieni macho. Kwa muda tu kidogo. Mkumbuke ulikuwa na msmailiaji wakati ule ulikuwa nasema baba atanichapa. Smile hivyo. Nimeona amejaribu kufanya hivi. Ni kweli wanafanyanga hivi, ni kweli? Nilikuwa nataka wakumbuke kidogo siku hiyo usichana. Amen. Then wakati huu nataka nataka waape mbele za Mungu na mbele za watu wale wamehudhuria harusi, yani kumaanisha hapa duniani na hapa mbinguni. Nataka waape wakisema hivi. Okay, nitaongea na Kizungu kwa sababu haijainterpretiwa na is written in English. Sawa. Nataka niulize the groom. The groom. Do you believe? Sikizeni vizuri, nataka msikize. Do you believe the bride is the one that God has given you to be your wife? Yes. Yes ni kidogo. Mzee achukua mtoto wake. Nitauliza tena. Do you believe the bride is the one that God has given you to be your wife? Yes. Pigeni makofi. Tafadhali, ukijibu nasema ndio. Okay? Swali ya pili. Will you love her as Christ loved the church? Yes. Atampenda. Pigeni makofi. Amesema atampenda. Swali ya tatu. Will you love her in the time of joy and sorrow, in sickness? Atampenda zaidi sana. Amesema zaidi. Mpigeni makofi. Smile. Mstari ya swali ya 4. Hii ni technical. Wasasi mfunike macho na masikio, mfunike masikio. Nataka niulize hii swali. What did you see in her that moved your heart to love her? Nini uliona? Ni wapi uliona? Nguza ama ni wapi? Kuna vitu mingi niliona. Nataka moja. It was so beautiful. For kindness. And was also a loving wife. Pigeni makofi. Swali ya mwisho. Will you explain to her how much you love her? Tuelezee unampenda kiasi gani? Mtoto ameshindwa kuelezea. Elezea. I love Lydia so much. Because many times you stand with me. Even when you pass some problems, you always cares me. Okay, ongea na Kijaluo. Hivyo umesema na Kijaluo. Kijaluo, aero jaoda, men Lydia. Ndo aere gichunya dutote, nikech ene nyako ma kwasaka dogo kuom tembe madongo, osabede bata, kendo osafumulia koda kuom kinde duto mon koda. Koro miyo chakre kawuono, amor ka en jaoda, omiyo atimo kode nyasi machalo kama, kendo obed kode manyaka chieng', kaka isbi pogwa kode. Swali ya mwisho. Na hii ni yangu kama mtumishi wa Mungu. Yes, pastor. Mwimbie kawimbo kamoja. Najua hiyo huko juu utaulizwa. Malaika
Hey. Nakupenda Sawa. Okay, sawa. Nimeona unapendwa. Sasa ni wakati wa Lydia, the bride. Ni wakati wa Lydia. Nitauliza Lydia, do you believe the bridegroom is the one that God has given you to be your husband? Yes, I do. Eh? Yes, I do. Eh? Yes, I do. Pigeni makofi, amesema. Swali ya pili, do you believe him? Do you love him as Christ loved the church? Yes, I do. Makofi kwake. Swali ya tatu, will you love him in the time of joy and sorrow, in sickness? Yes, I will. Pigeni makofi. Yeah. Sasa ndio hii yako tena. What did you see in him that moved your heart to love him? Ni nini uliona? Macho madogo makubwa ama nini? Sema. Upendo ambaye alikuwa nao kwangu, na pia kitu nilipenda zaidi, Mungu ambaye yuko ndani yake. Na pia Hajamaliza na pia hiyo ndio muhimu. He's a caring husband, and also a caring father. Amen. I love him so much. Ya mwisho, may you explain to us how much you love him? I think I can't explain because I love him so much. You have already expressed. Yeah. Na wewe nitakuuliza swali yako ya kipekee. Utakuwa ukimuita jina gani ya kuonesha unampenda? Siri. 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 Na lugha ya kwako, lugha ya kwenyu utakuwa ukimuita. Wazazi wasikie. Kwa lugha ya kwenyu utakuwa ukimuita. Lugha ile unaongeanga ya nyumbani utakuwa ukimuita. Jairana. Jairana ni kusema nini? Labda my lover. Oh, okay. Amen. Sasa wakati huu nafikiri wamemaliza kuhapa mbele ya Mungu kwamba wanapendana. Nataka wakuje hapa mbele kidogo, wataekelea mbele ya Mungu, wataekelea mkono wao katika Biblia. Wasimame tu hapo. Wekeleni mikono yenu katika Biblia. Mmeona? Mmeona? Tuombe. Tafadhali tuombe wenye haki wa Mungu. Mungu anasikia maombi ya wenye haki. Anasikia sai, tuombe. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante. Umetupatia neema ya kuona adhuhuri ya leo. Ni wengi tuliamka asubuhi, na si wote tumefika adhuhuri ya leo. Jana tulilala wengi, na si wote Mungu aliamka asubuhi. Bwana, kuna wale wataona hii dunia milele, na kuna wale wameona siku ya leo lakini Mungu hatembei. Lakini Bwana Mungu umetupatia neema. Siku ya leo Bwana Mungu umetupatia kushuhudia kwamba Leonard na Lydia wamekuwa bibi na bwana wa milele. Wamehapa mbele yako na mbele ya kanisa na mbele ya wale marafiki zao, mbele yako kwamba Mungu ni kifo itawatenganisha. Yule Mungu ataacha mwingine, atakuwa kifo na kifo imfuate. Bwana ni asanti kwa sababu ya siku za leo kwa pamoja na sisi katika hii harusi. Bwana ulisema harusi takatifu na furahishwa nayo, kwa sababu hii ni kivuli. Yesu Kristo mtakatifu atakuja kuoa kanisa takatifu. Hii leo hii tumeshuhudia. Bwana ni asanti, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tuseme amen. Pigeni makofi. Kelele. Lemo. Yeah. Nafikiri saa hii nataka, sijui kama mmekuja na kitambaa ya kuhakikisha ama ni pete ama ni kumumunya Wamesema mmekuja na nini? Pete? Ni pete. Sasa mzee groom ndo ataanza. Shika.
Okay, angalieni hapa mbele. Okay. Sema mseme maneno haya. Angalieni, mshike mkono kwanza. Inua pole pole. Kuna ring nyingine? Hakuna. Okay. Ushavalishwa tena? Hapana. Nasema hapana. Hii ndio ya kwanza? Ni ya kwanza na ni ya mwisho. Nasema mpigeni makofi. Yeah. Nataka umvalishe Lydia akuwe mke wako. Hii ni hakikisho mbele ya watu kwamba umefunga ndoa ya milele. Amen. 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 Yeah. Wakati unavalisha kwa jina la Yesu, ya Baba, ya Roho Mtakatifu, ya Bwana, ya Mwana na Roho Mtakatifu. Muimbie kwa wimbo kamoja ukimvalisha. Imba tu kwa wimbo kokote. Nakupenda. Haya, ndio hiyo. Bwana na Roho Mtakatifu. Imeingia. Haleluya. Onesha watu. Amen. Haleluya. Sasa ni wakati wa Lydia amvalishe. Umesema Kijaluo anaitwa Nyare? Hiyo jina Suri. Amesema Suri. Sawa. Na sukari watu hawakunywi siku hizi. Anyway, sawa Suri. Okay. Sawa. Nataka uinue mkono wake pole pole. Uoneshe watu, inua mkono ya mume wako. Haya. Hii anaenda kumvalisha katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, akimuimbia kwa wimbo. Tafadhali mpatie mic. Mpatie. Haya, mnaona kila mtu? Okay, ndio hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa sababu ya pete. Tuombe, tufunge macho tuombe. Mwenyezi Mungu, ni asanti kwa umetupatia hakikisho ya pete, kuhakikisha kwamba Mungu ameshuhudia mbele ya mbingu, mbele ya kanisa na marafiki kwamba wakati wa kuenda nataka wa sign certificates, wakati wa ku sign certificates. Kwa hivyo pia nataka kamera ichukue, kwa sababu hiyo itakuwa ni hakikisho ya kwamba wanaweza kuja. Kawimbo kadogo, kawimbo DJ pole pole. This is the day that the Lord has made, and I'm so glad He made you. With each rising sun, you are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with, to care with, and say this is the day. Wanaendelea wana sign cheti na kuonesha wamewana. Kama una cheti unaishi na girlfriend. Nasikia CS Matiang'i alisema hivyo.
Hallelujah. Amen. Wakuja hapa mbele, nataka sasa kuwatangazia officially kwamba huyu ni bibi na bwana. Kuja hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Okay, amen. Nataka nitangaze sasa. Hii ndio muhimu kwa watu wote na mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Nitasema na Kizungu. Hello. Now I declare that brother Leonard Ouma and sister Lydia Odhiambo Ouma are now husband and wife before the Lord, witnessed by the church. Amen. Hallelujah. Sasa sijui wamewana sasa, sijui utamumumunya ama utahug ama utambeba. Kuna tatu, umbebe. Hiyo ndo tunangoja. Mumumunye akule ama muhug. Umsikia hiyo utamu. Tuoneshe sasa. Sikizaneni, ndio mnataka. Sikizaneni. Kuna wimbo? Haya, wanangojea wimbo. Nakupenda malaika. Kuna wimbo nangojea. Basa mekupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia. Sawa umehakikisha. Haya, makofi. Basi mimi sikuona. Sawa. And deep down been waiting for. Sasa Mr. and Mrs. Ouma wame exchange married vows, so tungependa waweze kucheza mpaka kwa mlango alafu warudi, alafu tuwabarikisha, sivyo? Wakitoa first fruit katika ndoa yao. So DJ, pati yao ngoma mzuri wacheze na bridal team, mjoin nao waende kwa mlango alafu warudi, kisha baadaye tuwaombea pamoja. So wanatoa first fruit, wacheze pamoja, waende alafu warudi. Pia haya DJ wapatie ngoma. Hii ni first fruit ya ndoa yao, wanacheza wakifurahia pamoja, alafu kisha baadaye watarudi tuwabariki pamoja. Hey DJ tafadhali. Haya twende, cheza. Hapana. Amfurahi. Haya twende. Mwajoin wakienda huko mbele alafu watarudi. Wapigeni makofi. Hiyo ni first fruit ya ndoa yao. Hiyo ni fruit. Wataenda kwa mlango alafu tena warudi wakisherehekea ndoa yao.
Kufika kwa mlango tena mrudi. Kisha baadaye tutawabarakisha. Pia kama kuna wachungaji wako hapa, tunawaalika mtakuja mbele tuweze kubariki familia. Hiyo ni first fruit ya ndoa, wakicheza alafu watarudi. Wapigeni makofi. Mbona mna furaha? Mr. and Mrs. Ouma. Hiyo ni fast food ya ndoa, wanacheza pamoja. Wapigeni makofi, shangwe na nduru na vigelegele. Hiyo wanatoa fast food ya their marriage together. Hii tu ni changamoto bado. Asante. So, ningeomba mpige magoti, tunataka kuwabarikisha nyinyi nyote. Kama kuna mchungaji wako hapa tafadhali, tunataka kubarikisha hii familia. Alafu kisha baadaye wataweza kaa chini, tunaweza waombea. Father, in the name of Jesus, we thank you for Leonard and Lydia. Today they have solemnized their marriage. The Bible says it is not good for a man to be alone. You will make for him a suitable helpmate. Today you have created for Leonard and also Lydia respectively an helpmate. Father, may you bless this union. The Bible says, unless the Lord builds the house, the builders labors in vain. We pray that the Holy Spirit will guide this marriage. The Holy Spirit will give them counsel, understanding and wisdom so that they can love each other. Leonard can love his wife and Lydia will submit to her husband in the Lord. And we pray as they do this, Jesus, you will bless them, you will be glorified, you will be honored. As they start this journey, the Bible says, what the Lord has put together, let no man put asunder. We pray that they are going to walk this journey until such a time that Jesus Christ will come to receive each one of them. May you bless them, may you give them favor, may you bless the fruit of their womb, and may you harvest praise on each of their behalf. We thank you for today. We glorify your name. It is in Jesus' precious name do we pray and believe. Let us say amen. Thank you so much. Let us clap for them. So you can take your seats there. Hey, huyu ni bibi yako bana. Hold her hand nicely. Hakuna corona. Ongoza ye pale, please. You can have a seat there. Now they are husband and wife. Let us play that song to wakielekezwa kidogo. Thank you so much. So this time tunataka recognize parents. You go and greet the parents so that they can welcome you
wawakaribishe katika boma yao. So Mr. and Mrs. Ouma, mtaanza na wazazi wa msichana, mwende mwasalimie, mnaweza wagotea maana kuna corona. Haleluya. Ili waweze kuombea baraka. So mtoke hivi polepole mkielekea hivyo. Aya, simameni tafadhali. Wazazi kaa tu chini, watakuja kwenyu. Simameni tafadhali. Wazazi tafadhali tunaomba mkae. Jonyuol akwa yunu beda kom. So wataenda kwa wazazi polepole, haste haste, waweze kuwasalimia, waweze kuwakaribisha. Kujeni huku, mtembee polepole, haste haste. Dali pitia huku polepole. Leo ni siku yenu. Umesahau kufika bibi. Haleluya. Tembea polepole. Wapenda nao wapigeni makofi. Wanaenda kwa wazazi wa Lydia ili waweze kukaribishwa kwa hiyo familia, ili pia waweze kupatiwa maneno ya busara. Wanasalimia wazazi wa Lydia, waweze kuwapatia neno la busara. Thank you so much. Pia mkigeuka kupatiwa neno la busara. Pia mtakuja kwa wazazi wa Leonard. Polepole tafadhali, hakuna haraka. Ngoma iendelee tafadhali. Polepole mwende kwa wazazi, muweze kuwasalimia, waweze kuwakaribisha katika hiyo boma. Ningeomba viti 4 hapa tafadhali. Viti 4. Viti 4. 4 chairs here. 4 chairs. 4 chairs. Njooni mkae kwa kiti. Huyu mtoto tafadhali. Welcome, welcome here. Aya. Hello. Best lady, best man. Hii picha tu ni hapa, zingine watapiga baadaye. Wacha kwanza wapigwe picha. Angalia kamera tafadhali. Pastor Derek, Reverend Derek na mkewe. Pastor Mbali waunganisha tafadhali. Reverend Derek yuko wapi? Someone mtafadhali kuja mbele yao, mpige picha pamoja nao. Tafadhali huyu mtoto ni wa nani? Wapige picha pamoja. Sweetheart yangu pia ukuja hapa. Mimi ndio pastor yao. Tupige picha. Sweetheart, uko wapi? Toa barakoa tafadhali, toa barakoa. Wacha watoe barakoa. Sura zenu ziangaliwe. Alafu tutapiga picha pastors. Wakati wa kipindi cha uchumba, watu walisema mengi juu yenu, wakasema kuwa muwezi kuoa nao. Leo mumefunga ndoa takatifu. Leo mumefunga ndoa takatifu. Aya, wazazi wa Sister Lydia wakuja wakae hapa. Ningeomba best msimame nyuma yao. Best lady, best man. Wazazi, wacha mama akae hapa, mzee akae pande sehemu ile. Na best lady wapige picha pamoja. Jaduong hii pande nyingine tafadhali. Mzee kuja hii pande.
alichokiunganisha Mungu wamea wasitenganishe. Haya, picha ya wazazi wa Sister Lydia. Watoto tafadhali ondolewe. Chukueni watoto. Haya, angalieni picha tafadhali. Mbona mtoi meno nje? Asante. Thank you very much. Wazazi wa Deacon Leonard tafadhali. Tumeshukuru. Kujeni mbele tafadhali. Haya, asanteni. Wacha muachie nafasi alafu tutapiga kwa mmoja baadaye. Kaini tu hapa, tutawaita mtapiga picha pamoja. Mzee hapa, mama sehemu ile. Hao ni wazazi wa Leonard. Wanapiga picha kwa pamoja. Toeni barakoa. Haya, wenye picha. Asanteni. Smile, wanasema smile tafadhali. Haya, thank you. Tunataka wazazi wote sasa wapige picha. Wazazi wote tafadhali. Mama wa Leonard na mzee wapige picha pamoja. Karibu. Tangu mtoto wetu aliolewa huko, kwanza wameisha mzekesha. Imekuona wapi wewe, wawili wamependana. Acheni maisha yao waendeshe wenyewe. Wenye picha mtuambie kama mko tayari tafadhali. Usiingilie kati. Usiingilie kati. Asante. Hii picha, asante wazazi. Thank you so much. Wazazi mnaweza kaa kwa viti. Tunashukuru. Thank you. Then kuna viongozi wa kanisa la GNM. Kuna elder wa Rongo Church na elder wa Kisi Church. Tafadhali kujeni mbele haraka haraka. Tukimalizia picha zingine mtapiga baadaye. Elder wa Rongo, elder wa Kisii kwa wapi? Elder wa Rongo Church. Piga picha pamoja nao. Songa katikati tafadhali. Elder wa Kisii ameenda wapi? Asante. Summonings wakuja wawili haraka haraka. Summoning wa Migori, summoning wa Kisii. Kama hakuna pastors wawili tupige picha. Alafu tumalizie. Haya, summonings alafu